Basi ukali wa Full Respect Family hauishii tu kwenye Iris. Hatimaye katika season nyingine mpya tena kama nilivyokwisha kukuahidi, ninakuletea kama ifuatavyo. Moto mkali. Basi hii inaanzia hospitali. Kuna mwanamke leo alikuwa anajifungua katika hospitali hii. Madaktari walikuwa wakijitahidi kuhakikisha kwamba mwanamke huyu anaweza kujipatia mtoto wake salama salimini. Jitihada zilikuwa zikiendelea. 아기 심장박동이 느려졌어요. Kama mtoto anakataa kutoka, mama jitahidi kusukuma. Na kama itashindikana basi tabii tumchukue tumpeleke katika chumba cha upasuaji kwa sababu inaonekana kuna ugumu wa mtoto kuzaliwa. Lakini ilikuwa ni Oktoba 9, 1983 katika sehemu moja ambayo ilikuwa wanaita Angsan. Nchi moja ndogo ilikuwa inaitwa Angsan. Siku hiyo basi ulikuwa kuna mkutano wa rais wa Korea ya Kusini. Alikuwa anakutana na kiongozi mmoja wa nchi. Watu wanauliza vipi, shapita kama dakika 10 sasa. Hujapata habari kuhusu rais? Wanasema labda ni kwa sababu ya barabara ya kuja ubalozini, kwa hiyo hatuwezi kujua. Basi kulikuwa kuna watu wale marafiki wakubwa ambao walikuwa wanamlinda rais. Wa kwanza alikuwa anaitwa Mr. Mulyun na wa pili alikuwa anamuita Mr. Park Chan. Basi wakati mambo yale yakiwa yanaendelea huko Korea Kusini, yule mwanamke bado alikuwa akijitahidi kusukuma mtoto ili ikiwezekana ajifungue salama. Wakati rais naye wa Korea Kusini alikuwa ndo anaingia sasa maeneo ya Angsan, kuna mambo ya muhimu ya kiserikali walitakiwa kuyafanya maeneo haya. Ulinzi ni mkali kama jinsi unavyoona. Watu walikuwa na furaha kubwa kumuona mgeni huyu kutoka Korea Kusini katika nchi hii ambayo wanaita Angsan. Angsan. Basi Moyuli pamoja na rafiki yake walikuwa ni walinzi wa karibu wa rais. Wakati huo kumbe mambo yote yakiwa yanaendelea katika ile jengo, kuna mahali ambapo magaidi waliweza kutega bomu. Kumbuka Korea Kaskazini na Korea Kusini ina ugomvi wa muda mrefu na dunia yote inafahamu habari hizi. Sasa kumbe Korea Kaskazini ilipanga mpango. Wakati rais wa Korea Kusini anakuja katika nchi hii, wakaamua kutega bomu katika jengo hilo. Na mlipuko mkubwa ulitokea. Pindi tu rais alipokuwa anataka kuingia katika eneo hilo, mlipuko mkubwa ulitokea na watu wengi walipoteza maisha. Wanashangaa ghafla tu namna hii. Kilichotokea mzee kilikuwa kinatisha kama nini. Hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Wakati kule hospitali Korea Kusini, yule mwanamke naye alifanikiwa kujifungua mtoto salama. Upande wa pili hali ilikuwa ni mbaya sana. Hali ilikuwa ni mbaya mno. Kama jinsi unavyoona hali inatisha. Watu walipoteza maisha ya kutosha. Hali ilikuwa ni mbaya mno. Baadhi ya viongozi walipata tabu. Hata kiongozi mwenyewe aliumia, lakini kwa bahati nzuri hakuweza kupoteza maisha. Basi huku mama anapongeza, hongera sana mpata mtoto wa kiume. Mama alifurahi sana baada ya kumpata mtoto wake. Alifurahi sana. Tutajua habari za mwanamke baadaye. Lakini mambo yameshatokea kule katika majira wakati mwanamke anajifungua. Kule madhara naye anajitokeza. Katika kipindi mtoto anazaliwa tu, ilikuwa mwaka 1983 Oktoba 9. Wakati huo Moyuli pamoja na rafiki yake walikuwa wanachanganyikiwa. Hawajui wafanye nini. Wakiwa ndo watu walikuwa wanaweka ukaribu na rais. Mambo yameharibika, watu wengi wamekufa, wengine wamezimia, wengine wamevunjika mikono. Hali ile ilikuwa inatisha kama nini. Hiyo ilikuwa ndani ya Oktoba 9, 1983 katika nchi wanaita Angsan. Angsan, jirani kabisa na Korea Kusini. Korea Kusini nchi mbili sasa. Korea Kaskazini na Kusini ni nchi mbili tofauti, zimegawanyika. Wakati mama alikuwa anachukuliwa pale katika chumba cha mapumziko baada tu kujifungua, ghafla attention kwa television kwamba huko Buma, Gyeongsang, mlipuko umetokea asubuhi ya leo. Rais pamoja na kamati yake, baadhi ya watu 16 wameweza kupoteza maisha kutoka katika nchi yetu. Watu 16 kupoteza maisha na watu 4 kutoka Buma wamekufa. Jumla ni watu 20. Mama walishtuka sana. Kumbe wewe Moyuli ndo yani huyo ndo mke wa Moyuli. Kwa mama aliposikia habari zilizotokea kule alishtuka, akajua huenda kuwa na mumewe hata kama amepoteza maisha katika ile purukushano. Lakini hakufa, ilikuwa ni usalama wake. Wakati huko leo ndani Angsan wanasema ni katika vipindi 17 mfululizo mambo kama alikuwa kitokea. Wakati huo Korea ilikaa chini na kuanza kulalamika kwamba juzi tu
Kutokana na vita vilivyotokea tumesababisha watu wengi kupoteza maisha. Na hii Korea ya Kaskazini ndio inasababisha mambo yote haya. Yaani ni kamati ya viongozi wa jeshi la Korea Kusini walichukia kwa kile kitendo kilichotokea. 대통령을 죽이러 온 곳이다. 이렇게 말해요. 이건 전쟁하자는 겁니다. Anaba tukimshirikisha rais hii inaweza ikawa tabu. Tufanye nini kwa ajili ya kutetea heshima nchi yetu? 했는데 우리가 무대응이란 거 이거 Kule Soviet kuna jambo lilitokea juzi tu, tumevumilia. Leo tena 서로 눈 tutavumilia mpaka lini? Lazima na sisi tulipize kisasi. 두니까 나 이거야 원. 그럼 Kwa hiyo bwana mmoja akatoa amri akasema turudisheni mashambulizi. Tulipize kisasi. 입니까? Wangapi mnakubaliana na hii? Kamati ya mtu 5 wote wakuu wa jeshi la Korea Kusini. Kila mtu ndio. Haka lakini sawa. Ila sikilizeni kwa umakini sana. Hii mission itakuwa ni mission ya sisi wachache tuloko hapa ndani. Alikuwa anatoa amri ni bwana mmoja ambaye anaitwa Chung Yang Chang. Yeye alikuwa ni kama kamanda mkuu wa ulinzi ndani Korea Kaskazini ya Kusini. 조국의 이름으로 응징하기로 결정을 했다. Kwa kile kilichotokea ndani ya Angsan hatuwezi kunyamaza. Lazima turudishe mashambulizi kwa rais au kiongozi wote wa kule. Na ishi itakuwa ni ishi watu 5 tu. Hata rais hatakiwi kujua. Mission yetu itakuwa ni watu 5. Kwa sasa tunamiliki majeshi, tutawashirikisha watu kufanya kazi. Kwa hiyo ndipo issue ikaletwa kwa Munchul pamoja na mwenzake Muyun pamoja na mwenzake ambaye ni Park Chan. Walipopata zile habari, walijadili kwa ajili ya utendaji wa kazi, lakini Best alimsia kama bwana, singependa wewe ushiriki katika mission. Ingebidi ubaki kwa sababu mke wako amejifungua. Wakati walikuwa akielekea hospitali na walikuwa wakipiga DC. Mama hana raha, yuko hospitali lakini hana raha, ana wasiwasi na mumewe. Ghafla anaingia. Hakuamini na macho yake. 혼자 힘들었지? 미안해. Naomba nisamehe. Kaja na maua kuja na rafiki yake. Huyu ni mke wa Mr. Muyuli, mke yake. Huyu ni mke wa Mr. Muyuli. Nimuone mwanangu, alifurahi sana kumuona mtoto. Anasema anapendeza kweli. Mtoto kazuri mno. 아빠다. Wewe mtoto mi babako eti. 엄마 힘. Ukuja bila kunipa taarifa se. Haya basi akawa anacheza na mtoto. Shemeji, nimekuletea zawadi. Bwana alikuwa ameletea zawadi mke wa rafiki yake. 자식이 형수님한테. 살아 돌아와줘서 고마워요. 뉴스도 Mama anasema hakika nimefurahi sana baada ya kupata kukuona umerudi salama. Nilishtuka nikafikiri labda mabaya yamekukuta. Akamba usiogope. 같아요? 아유. Jimponyi unasemaje? Na basi na shaka. Tamini na furaha kubwa. 만다. 오래 안 해. Na mimi sijaoa bado lakini siku sio nyingi na mimi nitaoa. 그래. 뭣도 하자고 밤새도록 살아. 간다. Bwana umri wake ni mkubwa lakini hajaoa. Sasa bwana mimi nakwenda. Bwana akamwambia hapana. 야. Nakwenda pamoja nawe. 오자마자 미. Kama mimi utaniwia radhi. Nakwenda hatimaye nitarudi tena baadaye. Kuna issue muhimu sana nakwenda kuifanya mimi na rafiki yangu. 그런데 당분 Na nitarudi mapema. 그래. Ni ile issue ya kikazi, nakwenda kupanga majeshi kwa ajili ya kwenda kuvamia kulipiza kisasi. 갔다 와서 진짜 Nitarudi salama, usio na wasiwasi. 돌림자를 쏘고 Kama unavyojua masuala yani vizazi na vizazi huwa tunataka kutengeneza jina linalofaa. Hivyo si mbaya na si hatari. Tunakwenda katika eneo la hatari lakini naamini nitarudi mapema. Nitarudi kwako. Alimwaga mkewe na hatimaye anaondoka. Nitarudi, we baki na mwanao. Baki na mwanetu. Basi hakumwaga na kwenda wapi, lakini aliahidi kwamba atarudi. Japo rafiki yake ambaye ni Park Chan hakutaka huyu jamaa arizike. Yani ashirikiane katika ile operation alikuwa amepewa na viongozi wakuu wa jeshi la ulinzi wa Korea Kusini. Akae kidogo na mkewe lakini jamaa anatamani. Hivyo walianza kutafuta makamanda ambao walisimamishoga kazi kipindi fulani. Kila mtu anakuwa kwenye issue zake, wengine ni mafundi garage, wengine ni wanapika katika mahoteli. Yes, wako katika masuala ya kujenga taifa katika hawa ni special force. Waga wanaitoga wakati wa issue maalum. Wala serikali hawajui sana. Basi wale watafuta wana packaging Kong. 원삼수 국가 Wote basi ile timu ikawa imekwisha kamilika, askari yapata askari 21. Wakasomea ramani mji mkuu wa Korea Kaskazini ambao wanaoita Pyongyang. 인무력부 호위사령부 오종만 대장 Pyongyang ni mji mkuu wa Korea Kaskazini. Ndio wanavamia makao makuu na tayari kwenda kummalizia mbali rais. Mipango ilivyokamilika, walikuwa wanapigiwa makofi na mkuu kamanda wanamuita Cho Yang Chan.
ambaye anatoka katika ile baraza la watu watano ambao lisema itakuwa siri ndani ya nchi, hawatamshirikisha kiongozi yote mkuu. Basi bwana alikuja kuwatia moyo na kwamba jamani, 내일이라도 당장 보내주십시오. mimi naamini mpaka kesho mambo yanakwenda safi. Pyongyang itakuwa imeshaingia kwenye shida kubwa. 조국의 부름에 응한 21명 Mimi ni askari 21. Nimefurahishwa na nyie. Na mimi Chong Chan. 일이 있던 Na waahidi kwamba hakuna jambo lolote bali litatokea juu na maisha yenu yatakwenda kubadilika ghafla baada ya misheni hii. 이 자리에서 약 Na nahakikisha kwamba ninyi nyote mtarudi mkiwa salama kabisa. Aliwashika vijana wawili hao 사나이로서 kwa ajili ya hili jambo. 선배로서 Wewe na sinia wako na waahidi kitu hichi. Kwa maisha yangu yote nitawalinda. Na waahidi vema. Vizuri sana. Basi kikosi inakwisha kamilika, hatimaye inaingia ndani ya Korea Kaskazini kwa siri. Na baada ya kuingia Korea Kaskazini kwa siri, walifanikiwa kuiba mavazi ya askari wa Korea Kaskazini. Wanaonekana kama askari wa Korea Kaskazini lakini kumbe ni Korea Kusini. Sema sisi tunafanana askari wa Korea Kaskazini ambaye cha kelele bwana cha wengi. Vijana wanaera kinyama. Mission inakuwa namna hii. Wanavuka usiku, wanavuka kupita kwenye maji, kuingia katika mji wa Pyongyang. Wanauita Pyongyang. 잠수함을 타고 귀환하는 거다. Na mission inakuwa ni kwamba watakwenda watafanya kazi yao na hatimaye watarudi salama. Watafika sehemu moja hapa ndo Pyongyang, wanavamia katika mji huu. Kwa watakwenda hatimaye watarudi salama, watapanda sehemu moja inaitwa Naipo Point. Hapo watakutana na submarine ambayo itawachukua hatimaye kuwarudisha tena katika nchi yao. Hii ni mission ya usiku, walivamia baba. Ilikuwa ni tamu. Watu walikuwa wanakutana moto bati. Yeah! Hii ni katika hali ya kulipiza kisasi. Kumbuka Korea Kaskazini na Korea Kusini ipatani. Sasa baada ya kiongozi wao kupata dhuruba na watu 16 kupoteza maisha, wanataka kulipiza kisasi tena. Kwa mambo yanafanyika kwa siri. Hata nchi ya Korea juu koni baadhi ya viongozi wakubwa wa jeshi wamekaa chini wakafanya kiwizi. Mambo hayo. Sasa upande pili mambo yakaharibika. Baadhi ya wale viongozi wanne wakaenda kinyume na huyu mmoja ambaye ni Cho Yang Chang. Bwana ambaye mnafanya kitu gani? 일체의 무력 Anambia sasa jambo lifika kwa rais na litaleta shida kubwa sana katika taifa. Na vipi kuhusu vijana tuliowatuma? Maadamu ile ilikuwa jambo lao la ni siri ya watu watano. Ile mambo itaharibika, wakirudi wale vijana ina maana kwamba ikijulikana wao ndio wamewatuma wote watakosa kazi. Sasa wakajadili kitu kimoja. Wakati huo kule mambo yanaendelea, rais alishapewa kitu, kavunjwa shingo. Na mkewe sijui kimada, vunjwa shingo. Walinzi wanapewa nzito, vijana wanamaliza kazi ni kuondoka tu. Hey, nini? Ha. Watu wanapata tabu, shida. Ni balaa. Usiku kwa usiku ilikuwa ni shida. Takumalizia jamaa kamsaidia. Hoya. 이제 와서 돕사냐? Mnamaanisha nini? Na hii mission vipi kuhusu na Mpo Point? Tumesema tatuma submarine kwenda kuwachukua wale watu. Inakuaje? Ngoja mimi nikampe taarifa rais kile kilichotokea. Mbona sikiliza wewe. 한반도를 Ili jambo tulifanya tukiwa tano kama siri. 삼각 방위 체계를 백. Korea, Japan, security, nchi hizi kadhaa zitatoshangaa sisi endapo watagundua hii siri. 여론이 Tulikosea kufanya mpango. Sasa ili tusiharibiwe kazi zetu, ni bora wale vijana wasirudi tena, wafie kule kule. 대원들은요. Kama unaongea nini? Turizika maisha ya watu kwa ajili ya kutetea kazi zetu. 적으로 생각 Anambia ndio hivyo, hakuna jinsi. 국가와 민족을 위해서 Kwa ajili ya kulinda taifa letu na watu wasitolewe vibaya, inabidi tufanye hivyo. 그 분노와 울음은 벌써 잊었습니까? 우리 Bwana alikujijua haiwezekani. Hatuwezi kufanya upuuzi kama huu. 대원들이 문제입니까? Bwana kamba sikiliza. Funky. 체육관 선거 출신 대통령 소리 듣는 가깝게. Endapo rais akifahamu hili jambo, litatuletea shida sisi sote. Kazi yetu zitaingia matatizoni. Tumeona tutunze siri hii. Akamba sasa ndo nimepata kuwatazama na kuwajua vizuri. US, NSI, NIS. Ninyi nyote si watu wazuri, akawataja majina yao wote viongozi wakubwa katika jeshi. 그래서 그런 거 아닙니까? 뭐요? 아니 그런 Akamba sikiliza, wewe unataka kufikiria, unafikiria nini wewe? Wewe unataka kusemaje? 목숨을 싱 Kama maisha watu 21 tuwapoteze hivi?
Mko tayari kupoteza watu 21 tena wengine katika nchi? Akamwambia plan tulipanga sisi. Endapo plan itapasuka na dunia ikatambua jinsi tulivyo sisi, itakuwa ni balaa kubwa kwetu sisi, kazi zetu zitaingia matatizoni, kashfa itakuwa ni kubwa. Sikiliza, wewe peke yako ndio ulikuwa mbakia katika kufanya maamuzi. Lakini wenzako tulishafanya maamuzi, tulishakubaliana kufanya hivyo. Umesikia bwana? Kwa hiyo inabidi kubaliana na sisi tufanye maamuzi haya. Wale watu wafie kule kule wasije huko, endelee kuwa siri. Isijulikane tulituma watu kwenda, isijulikane kwamba wale watu walitoka Korea Kusini ili kuleta ugomvi endelevu baina ya Korea Kaskazini na Kusini. Maskini hao kwa na habari kwamba wamekwisha haribika. Baada ya kazi kwisha, mwisho wanachukua maji, wanaogelea kwenye maji, wanakwenda upande wa pili. Lakini kwa bahati mbaya huyu mtu anamuita Muyuli aliweza kuumia. Jamaka na Muyuli sijali. Muyuli anasema nasikia baridi sana. Nasikia baridi mno. Yes, usiniache nyuma bwana. Hem niache. Lakini kwa mbali ile submarine ilikuwa imeahidiwa kuja kuwachukua hapa na hapo point ili kuwarudisha tena ndani ya Korea Kusini. Ilikuwa tayari imekwisha fika maeneo hayo. Basi ni kuwachukua usiku kwa usiku, pakikucha asubuhi mambo yamekwisha haribika. Lakini kumbe kule mission imekwenda sivyo ndivyo. Makamanda yapata askari 21 kutokana na serikali ya Korea Kusini. Wakati unapanda katika ile wanapanda katika hii submarine baba. Hasa walitumwa watu kuja kuwaua. Piga risasi wa kwanza. Park Chan anashanga nini tena hii? Nini kinachoendelea jamani? Nini? Pigwa mwingine pale pale. Kumekucha. Si wako kwenye maji. Kashapigwa wawili. Sung. Piga nyingine. Maskini wale makomando walipigwa risasi mbaya. Chapa wote. Kwa nini mnafanya hivi? Why? Walichapa risasi rafiki yangu. Tandika risasi mno. Uzembe wao umesababisha kuingiza kwenye matatizo. Hatimaye askari wote wazuri makomando walichapa risasi vibaya mno. Chapa risasi vibaya sana. Tandika risasi mno. Hello. Sasa basi. Huyu bwana alipigwa risasi kwa niaba ya rafiki yake. Alikubali kumkinga rafiki yake. Alikubali ase. Akapigwa risasi bwana Muyuli kwa ajili ya rafiki yake bwana Park Chan. Akakinga ile risasi kaingia kwenye mwili wake badala ya rafiki yake. Jamaa alipopiga target kote akagundua basi amekwisha maliza watu wote. Akajua amemaliza watu wote. Da. Basi mwisho submarine hiyo ikaondoka. Watu 21. Alisalimika ni mmoja tu. Wengine wote walipigwa risasi na kuuawa kikatili. Jamaa anamuita basti yake Muyuli. Muyuli ndio hivyo tena maskini, hali yake ni mbaya. Hii ni baada ile submarine kuondoka. Sababu ya msingi mwenyewe atajui. Muyuli. Auita rafiki yake Muyuli. Jamaa alimwambia rafiki yangu, ndivyo ilivyokuwa. Lazima uondoke. Naomba kumwangalia mwanamke wangu Kanghe pamoja na mwanangu. Nimekabidhi maisha yao mikononi mwako. Mimi nakufa lakini nisaidie kuiangalia familia yangu. Nakupenda sana rafiki yangu. Da, Besti Muyuli alikufa lakini alimwachia rafiki yake Park Chan kazi hii kwamba aiangalie sana familia yake, hasa mke na mtoto wake maskini ambao wako katika hali ngumu. Serikali imeogeuka ghafla tu na kufanya mambo ambayo sio. Alilia sana sasa. Alilia kwa uchungu mkubwa.
Alilia kwa uchungu mkubwa maskini. Haya, basi ndio hivyo tena. Alifia kwenye yale maji. Mtu ukishapigwa risasi unaingia kwenye maji na ule mto una samaki na nini. Ile bahari na samaki, kwa hivyo ataliwa na samaki, hatimaye mambo yatakuisha. Hivyo ndivyo alivyokuwa, na Muyuli aliweza kupoteza maisha, lakini majukumu yote alimwachia. Lakini serikali kule, wale watu 5 ambao walipanga ile kamati, wakajua kwamba wale watu 21 wote wamekufa. Kwa hiyo itabaki kuwa siri, hakuna mtu atakayejua. Kwa hiyo watu 5 wafe kukutetea haki. Yaani watu 21 wafe kutetea haki ya watu 5, yani sufuria zao zisitoboke. Biashara zao, kazi zao zisiharibike. Ndio mpango mzima. Kwa kuliko kazi haribike, bora wale askari wafe. Na wakafa kweli. Park Chan alipiga saluti namna hiyo. Toka siku hiyo alichukia jeshi la Korea. Aliamua kujiachisha kabisa katika masuala ya kijeshi. Alijitoa mazima. Ase. Yeye alikata maji na kutokea upande wa pili. Peke yake ndio aliweza kusalimika. Kumbuka ni mwanzo, kitu kipya kabisa, hata jina lake sijakwambia bado. Lakini nafikiri kwenye advertising nilishakwambia. Ni kitu ambacho nakiita Hunter City. City Hunter. Wow! Muindaji katikati ya mji. Haya. Nini maana yake, itakuwaje? Twende sambamba. Ni mwanzo tu. Bado hujaona, hii picha ni kali kuliko zote ishaye kuzifuatiliaga. Hii itakuburudisha zaidi. Ina ukali uliozidi zinginezo zote. Basi alitoka pale hivyo, na haijulikani ilifika vipi Korea Kusini, lakini tunaachana siku hiyo. Hatimaye ni siku nyingine. Yale mambo yalizidi kumuumiza sana huyu mtu. Akakumbuka ile kamata wenzake alivyoongea na nini. Yeye hakupenda. Alipiga simu. Akaambiwa kwamba wale watoto walipoteza maisha. Mtaalamu anamuita Mr. Chung Yang Chan. Yeye na wenzake ndio sababu mambo yote kutokea. Haya. Hakika Chung Yang Chan hakuwa na jinsi, hakupendezwa na jambo hili, ilimuuma sana. Lakini hakuwa na njia nyingine ya kufanya. Basi tunakuja ndani Operation Clan Sweep ya kutokana na mambo yalikuwa yameweza kutokea, walijaribu kupanga mipango, wakasema bana mambo yamekwisha isha. Tufanye kama vile tumesahau. Umesikia Mr. Chung Yang? Sasa hii endelee kwa siri yetu sisi watu 5, tusahau mambo yalitokea. Alimpiga jicho. Yaani na hasira naye. Hao ndio walisababisha ubalaa lote hili. Okay. Hakurizika, ni vile tu wenzako walikubali. Haya, tuanzie tu basi kwenye balozi ya Marekani, kuna mambo fulani kwenda kujadili huko. Ile mambo ikaisha, akatoka ule usiku akamwacha nyumbani kwake, ni majira ya usiku. Sasa wakati anarudi zake ndani, huyu mtaalamu Mr. Choi Pang, Choi Yang, yeye ndo alituma, yani yeye ndo alikuwa amewakabidhi, alikabidhi ile kazi na ndo alitoa amri. Anashangaa kisu. Kwa kina Mr. Park Chan aliyesalimika pekee anamjua huyu. Wengine hawafahamu, walimshikia sasa kamba umefanya nini? 어찌나 맡았는지 코가 다 찡합니다. Sababisha kuhisi vibaya nafsi yangu na kujisikia vibaya mno. Kupoteza maisha ya watu na kuriski maisha yetu. Ile ahadi uliniahidi sasa nimekuja kuikamilisha. Bwana anasema nisamehe. Kama nikusamehe? 20명이야. Watu 20 wapoteza maisha alafu useme nikusamehe? 대원들이 적군도 아닌 아군 총에 우리는 watu 21 pamoja na mimi ingepoteza maisha pia. 핵으로 지켜준다는 미국의 가수밖에 없었어. 대한민국의 안정과 평화. Anasema kwa kulinda heshima Republic ya Korea ilibidi tufanye hivyo. Lakini si mimi wala si mimi mwenyewe nilifanya hivi, ni kwamba nilikuwa sina jinsi, hii ni nguvu nyingine. Kama unajua nini? Kwa kutoa sadaka maisha ya watu, kwa na watu walijitoa sadaka kwa ajili ya kutetea ardhi ya kwao, ardhi ya uzaliwa wao, basi sina budi kutoa duniani. 저도 형님은 이러면 안 되는 거잖아. Basi bwana anamwahidi kwamba atamwacha. 산다고 말이 샜었잖아. Afe pamoja nao.
alirizia kambasi ni uwe. Wakati anataka kuinua kisu sasa, mkita mmalizie mbali. Taka mkita mmalizie mbali. Akasikia sauti, kuna mtu anagonga mlango. Da! 위성 Alikuwa ni nani huyu? 평양이 Bwana mbia, tumepata picha za kwenye satellite. 시켜 Ni masuala ya kikazi. Kuna ndege moja huko Kala Plane yuko. 부장님, 바람이 많이 부는데 창문을 열어두셨습니다. Anageuka, mkuu, mbona umeacha dirisha wazi? Anageuka, hakuna mtu. Ala. 손, Akaambia hapana shaka, usijali. Okay, akaondoka. Lakini bwana akumuua, aliamua kumwacha. Sasa aliporudi alikuta message imeachwa mezani na kisu. Aliacha message jamaa 목이 배반한 20명 kuhusu kifo cha watu 20. Alimueleza hivi ambao walikufa kwa ajili ya kutetea ardhi ya uzaliwa wao. Ninakwenda, lakini hatimaye nitakuja kurudi tena, lazima arudi. Wakati maskini mke wa Muyuli alikuwa juu chochote hasa kile kilichotokea. Yuko na mwanae nyumbani akiwa anasubiri mumeo atakuja saa ngapi. Maana watu wale 20 kufa ilikuwa ni siri ya serikali na hakuna mtu aliambiwa, ikatunzwa siri ile. Kwa hata mama ajui, anajua tu saa yote mume wake atakuja. Basi akiwa katika hali ya kawaida anaandaa nguo zake na nini, huyu mwamba anamuita Mr. Park Chan alipiga mahesabu haraka. Kwa kuwa kilichotokea ni lazima kisasi kilipizwe. Atalipiza vipi kisasi? Mama alisikia tu mbwa anabweka. Aliposhtuka ni nini, akaamua kurudi ndani kwenda kutazama. Mbona mbwa anabweka bweka? Arakuta kitandani maskini mtoto wake shachukuliwa. Mtoto ameibiwa ghafla, alifikiri kama vile utani. My baby. Arakuta kuna message. Barua jamaa alipomchukua mtoto akamwachia message. Message ilikuwa na ujumbe mzito sana. Lakini mama hakuelewa ule ujumbe. Jamani, hapana mwanangu. Che. Mama anapiga kelele akiita huko na kule. Haiwezekani, huwezi kumchukua mwanangu. My baby. Hase. Maskini mama alilia sana. Lakini jamaa alikuwa mbana mahali. Anamwangalia mwanamke jinsi anavyohangaika, aliamua kumchukua mtoto ili akamlee. Ana sababu ya msingi kumchukua mtoto. Anaambiwa alilia sana mwanamama huyu. Kweli alilia mno. 무열이는 죽었다. Moyoni amekufa. Ndio message ilikuwa inasema hivyo. Sina njia nyingine iliyobaki zaidi kumchukua mtoto huyu. Kuitafuta furaha nyingine. Naomba uishi maisha mapya. 그래야 한다. Na lazima uwe katika hali ya furaha. Aliondoka na mtoto, anajua anachokwenda kumfanyia mtoto. Basi bwana alichukua meli moja ambayo ilikuwa inamtoa Korea Kusini. Na mtoto alikuwa akilia sana. Funga mdomo, mwambie mtoto nyamaze, utakufa leo. Ni msoja akachomoa kisu. Wenge. Mwache kelele. Mtoto alikuwa analia, anatamani kunyonya, lakini mwanamke mmoja aliomba kama tafadhali, nipe mtoto nikusaidie. Nipe mtoto. Mwanamke huyo ambaye hakupenda kuona mtoto analia. Basi ile meli ilikuwa inazidi kusonga mbele kutoka Korea Kusini na ilikuwa ikielekea kaskazini mashariki mwa Asia. Bara la Asia. Alaidi kumsaidia mtoto mpaka mwisho wa safari. Baba alikuwa na mawazo mengi sana, Mr. Park Chan. Mawazo mengi sana kichwani. Afanye nini basi kwa ajili ya haya maisha? Alitizama picha ambayo alipigaga na rafiki yake, hatimaye na mkewe. Akamba Muyuli. 이름은 윤성이라고 지었다. Huyu mtoto nitamuita Yungsung. 윤성으로 살게. Ndo atakuwa jina lake. Park Yungsung. 난 세상에서 Nitakwenda kumfundisha na atakuja kulipiza kisasi kwa hii dunia, hasa katika mambo aliyoweza kukukuta. Sitanyamaza. 이을 테니까. Kwa sababu hili ni jukumu langu na lazima nilifanye. Nakwenda kumlia mtoto huyu ili arudi kwa ajili ya kutaka revenge. Basi bwana aliondokaga na kuelekea sehemu moja ambaye wanapaita Golden Triangle. Huko ni kaskazini kusini mashariki mwa bara la Asia. Na huko aliambiwa kwa alianzisha makazi. Sasa ni miaka 10 imekwisha pita toka tukio lile. Kusini mashariki mwa Asia. Huko wanafanya biashara, watu ni wakulima, kulima maua na vitu vingine kama hivyo.
na biashara mbalimbali pamoja na ukulima pamoja na ufugaji. Basi bwana alianzisha kikosi chake huku na akaamua kuishiki miaka yake yote, sasa ni miaka 10. Biashara kubwa inafanyika huku ni biashara madawa kulevya. Na madawa kulevya huku wanauzwa kama vile mbege kule Moshi. Kila mahali yani. Na sasa hivi jamaa amekuwa gangster, ni nyamera la hatari. Na ndio biashara yake anaifanya. Kuna mtu alikuwa anapewa kipigo cha hatari. Huyu hapa siku hizi Mr. Park Chan. Boss mwanaharamu mkubwa huyu ameenda kinyume na mipango. Anasema nilishasema uzeni madawa kulevya popote pale, lakini sio ndani ya nchi ya Korea. Piga risasi kisa tu aliingiza madawa kulevya Korea. Park Chan anaga utani. Huyu ndo alimleaga mtoto. Kachalindo waka siku hizi kanafundisha kupima shaba. Bado kadogo na miaka 10. Pima. Haya na mazoezi mengine. Mara baba huyo. Baba. 아빠, Baba. Leo nimeweza kupima target vizuri sana. Siku zote huwa nakosa kosa, lakini leo nimejitahidi. Kapima upande, baba kaongoja. Piga katikati moja. Piga nyingine. Ala. 뭐? Akamba pumbavu, mpiga shingoni. Piga kwenye kifua. Ili usimwache mtu hai. Piga kwenye kifua uwe kabisa. Usijisifu wakati mbona ulichokifanya. Lakini mzee anasema kijana yuko safi huyu. So haba, anajitahidi kwa kiasi fulani. 연시켜. Anaambia pia sivyo tu afundishwa na martial arts, masuala ya mapambano. Dogo anafundishwa kinyamera tu. Bwana anampeleka kinyamera, leo akapewa kazi. Atapiga zoezi hapo mpaka kisha kwamba hili gogo limeenda chini. Anafundishwa martial arts. Kijana mdogo. Kwa huko walimpa jina anapiga tizi, anapiga zoezi. 밖에 못해! 제대로 하란 말이야! Fanya hivyo, ni amri. Piga zoezi mbaya. Anajeka makini. Haya. Kachoka mzee, kako hoi. Walimpa jina la Poinchan. Sasa leo alimtime babake. Anamjuaga ni babake, na hana historia nyingine anaifahamu. Akamtime baba, akaingia kwenye pochi ya babake. Alikuta picha ya watu kadhaa na alikamwona mama yuko karibu sana na baba. Basi akajua ni mama yake. Ni kweli ni mama yake, lakini hajui kama huyo sio babake. Mara dingi amemkuta. Nini hiyo? 아니, Anasema mna kitu. Lete, kuna nini kwenye mkono wako? Anambia mna kitu. Mzee akamsogelea paka pale. Kampora. 엄마, Akamwambia ni mama 내 엄마? Heti, mamangu. 나도 부왕 Ni mamangu kama mama yake mama Mangurisi 난 왜 엄마가 없는 거예요? Lakini kwani ulimwacha mama? 보기 Na umepiga naye picha mko pamoja. 죽었다고 했죠? Shakwamba mama yako alikufa. 잊어. Sahau kuhusu habari zake. Kaichana ile picha. Kiasi kile kilimfanya mtoto kusikia uchungu sana. Chana picha mama. Kupenda. Najua mama na mtoto. Si mchezo. Ilimuuma alilia. 내 엄마인데, Asema lakini mama yangu. Kwani uchane picha yake? 내 엄마. Ni mama yangu. Anasikia uchungu anapoona kina watoto wengine na mama zao. Yeye hajawahi kumuonaga mama hata sasa, ni mtu mzima, ni ashafikisha miaka 10. Anatamani kujua mama yake yuko katika mazingira gani. Bwana kumuelezaga mtoto siri kwanza ni mdogo sana. Hastahili kujua chochote. Lakini Ponchan, yani jina ambalo nilitumia huku kulingana na mazingira. Alikimbia na kulia sana. Alikimbia akilia mno. Bwana alichukua ile picha baadaye. Hata mwenyewe roho ilimuuma sana. Kamtazama mwanamke huyo ambaye alimnyanganyaga mtoto akiwa bado ni mdogo. Alimuomba msamaha. Alikumbuka ile tukio jinsi alivyokuwa. Kilio ambacho ile mama lilia hata akasahau katika maisha yake. Lakini jamaa kuwa na jinsi ilibidi afanye hivyo kwa sababu ya kulipiza kisasi.
Ponchan anakimbia. Alimuona mama anakaa na mtoto wake. Roho inamuuma sana. Kina mama wengine wanaobembeleza watoto wao. Yeye hana kumbembeleza. Sasa mama wanamuitaga manguri. Wewe Ponchan, njoo. Ponchai. Basi, angalau basi naye aonje ile starehe. Kalala pale akawa anaguswa kichwa, basi anasikia raha. Ndio hivyo, hamjuagi mama katika maisha yake, analelewa kibandidu nyamera. Kwa sababu kusudi huyu mzee anajua kwa nini anamlea hivi mtoto. Okay. Basi shughuli za pale ni uuzaji wa madawa kulevya. Kwa kuna kona uhalifu hapa na pale, unyamera wa kutisha. Kama unavyojua tena huku ni sawa na Thailand. Kunakuwa na tembo, watu wanapenda sana kutumia tembo kwa ajili ya biashara mbalimbali. Basi maisha yake kijana mdogo anamuita Pochai. Ili jina la Pochai ni jina la Thailand lilipatia huko. Lakini jina la Kikorea lipo, huwa anamuita katika nyakati maalum. Halikuwa katika mazingira yale na kuyazoea mazingira katika muda wote akicheza na tembo na kujifunza vitu mbalimbali. Na siku zilisogea na miaka kazidi kwenda. Na bwana alizidi katika ile biashara. Sasa ni kijana apata umri wa miaka 17 sasa. Kashakuwa ni kijana wa miaka 17. Ndo anaelekea kutoka katika hali ya utoto kuingia sasa ile utu uzima kamili. Yaani ule wakati wa finally kukamilisha mambo yote. Na hapo naambiwa kijana ameshajaribu kila kitu. Sasa anataka kutekeleza. Nikashaviona vingi, sasa ni wakati wa kutekeleza. Ghafla siku moja ulitokea mlipuko. Nini shida? Mkuu. Hey, sasa bwana si mwanajeshi. Kwa hiyo ulivyokujaga huko alishaandaa kikundi chake cha kijeshi. Anafanya biashara zake za madawa kulevya, anao wanajeshi kabisa na watumia. Eneo la kambi yake ameweka mabomu. Kwa hiyo siku anavamiwa ni balaa. Anamuita mtoto, Ponchane hayupo, yuko zake misele huko. Anamuita ili aweze kuweka ulinzi. Chaliko zake mtaani. Siku alitoka out kidogo akaingia hapo mjini. Najua tena ndo kana kuwa kakiona mademu basi kanasikia furaha kweli yani. Haya, kapita mtaa. Baba anamtafuta yuko zake huko, yuko na msela wake mmoja. Mara akasikia mtu mmoja anaongea Kikorea. Huku wengi wanaongea Thailand. Akasikia mtu mmoja anaongea Kikorea. Alafu anapigwa. Katika chumba kimoja watu walikuwa wako busy. Hey, jamaa anapewa ngumi za hatari. Kimba wewe. Subirini kidogo jamani, msiniue. Tupe pesa. Pumbavu, unajua ni kiasi gani cha pesa tumepoteza hapa. Watu walikuwa wanacheza kamari, wameshindwa kuelewana kwenye kamari. Tunakukata jamani. Hanjusi msinimalize. Niache niende. Akapiga mmoja na tunda. Washangaa, hili tunda limetoka wapi? Manyamera hao. Kuchungulia. Wakamwona jamaa yule. Alafu kuna tunda lingine. Ajazua kitu bani wakaona ngoja tuanze na dogo. Dogo ameamua kumsaidia bwana kwa sababu amesikia anaongea Kikorea. Sasa ni mtu wa nyumbani. Akaona ngoja amsaidie. Ache. Haya. Johnny. Chalini mtundo akaanza kuwachezea majibao sawa. Kamata huyo. Ikawa nipata shika hapo sokoni. Huku noma. Haya. Okay. Huyo ndo kijana anaitwa Ponchai. Namna hiyo. Hey! Ala! Woo! Kamkuta. Hanjusi. Wewe ni Mkorea? Niambie 완전 신기하다 나. nimefurahi sana naye kaongea. Na wewe ni Mkorea? Korean? Na Korea? Niambia mimi ni Korea. 많은데? Okay, tuishie hapa nikusaidie basi kama mna shida. Tunaelekea wewe twende, unaweza unaelekea wapi? Twende tuokoe maisha. Hali yafanya haraka. Kambeba Hanjusi, nikuchapa mwendo. Kazana. Hey, pisha. Anakimbia mara kwa jamaa anapita. Asa anaogopa nyoka, kaona nyoka. Jamaa nakufa huyu. Toa nyoka nakufa. Hey, Hanjusi. Akamba tulia bana, nyoka huyu ngati. Twende, toto wanakuja. Hey. Ase. Wanakuja wababe. Hey, move. Haya. Akakatiza mahali kulikuwa kuna starehe fulani zinafanyika hapa.
Hey, twende tuishie. Subiri kidogo, na subiri nini? Subiri. Kampakiza kwenye mti, ni kushuka kwenye mti. Mara kitu. Anju usijitahidi. Wewe sogea huko twende tumkamate. Mara kateleza. Anjusi, jump, ruka Anjusi. Utaruka. Anjusi ruka. Mama ngwe chini. Ha, mambo hayo. Twende Anjusi, chap chap. Ilikuwa ni raha. 아저씨! 일로. Vipi? Hey, nini? Kamba tulia nyoka, anaogopa nyoka, tulia banacha wenge. Mimi naogopa nyoka sana si. Jamaa naulizia dogo mpita hapa, kamba mpita kule. Basi wakawasha boti. Wewe subiri. Wewe sogea. Hey, mbavu kabisa aliwaachia hapo hapo. Hala. Akapata maji ya tangalao se. Basi kwa njia hiyo alifanikiwa kuondoka nyumbani. Baba alimzibua vibao. Kata mbata. Ulikuwa wapi mwanaramu mkubwa wewe? Misha kwamba usingezunge katika mji usikii. 외부는 절대 데리고 오지 말라고 그랬지. Tilisha kueleza usitoke nje hapa bila kunipa taarifa. 사람이 죽는데 어떻게 모른 척해. Lakini baba, huyu mtu nilienda kumsaidia, alikuwa kwenye matatizo na ni Mkorea mwenzangu. 이건 어쩌. Sikuweza kumwacha. Haya, anyway. Wewe nani? Mimi. 뭐 할 줄 알아. Unaweza kufanya nini hapa? Hamba mimi kwenye msosi usipime. Naweza nikakupikia. 조리사 있거든요. Mimi ni mtaalamu sana kwenye kupika na tisha. Kwa ile alipopelekwa kwenye masuala ya mdikodiko. Jali alipiga msosi sema Monchai. Anasema ni chakula ni tamu. Yaani ni tamu. Ni tamu. Baba. Yaani chakula ni balaa. 찌개. Kamata hiyo kuku. Chakula cha Kichina hichi. 끓이면 딱 그만. 그리고 배추가 있길래. Na hii hapa? Jali anafukia tu. 이름이 뭐야? Unaitwa nani? 식중. Shinjung. 충이 아니고요. Shinjung. 무거울 중. Yaani Shing ni jina la babu yangu. Jina langu naitwa Jong. Ana maongezi mengi sana mzee akamcheki. Sasa Beji, kuanzia leo 여기서 usiende mbali, utakuwa ukitupikia hapa kila siku, sawa? Haya. Mzee acheke kicheke. Asante. Thank you. Huyu nani? Babangu Dingi. Alikuwa hajajua saa zote. Kumbe unaitwa Puchai? 한국 이름이 Sema kwa jina langu ile naitwa Munchoi. Lakini huko wanaita Mpochai. Hii picha nani hapa? Na picha Dembomba. 진짜 하얗고 Hazee kazuri. 누구야? Nani binti yako nini? 그지. Anambia mzuri 누르이 mzuri sana. Nimuone. Wow. 이름이 뭐야? Anaitwa nani? 김나나. Kimnana. 김나나? Kimnana? 성이 다르네? Hii jina la mwanzo inaonyesha si binti yako. Huwezi pata binti bomba namna hii. Ngoja kidogo. Basi nione. 내가 Sasa usiku kwamba njoo nikuonyesha hapa chumba cha babangu, chumba changu hichi hapa. Sasa babako akachungulia kaona kama vile Dingi amelala. Kumbe mzee alalagi. Msoja alalagi. Kumbe mzee amelala ni. Kachungulia. 대장님. Bosi. 편히 누워서. Kalale kitanda. Okay. Amna noma bro. Shwari. 아니 저 그냥 Sina noma kabisa. 누워서 주무시라고. 신경 Tulia. Shh. Kampeleka chumba. Tapewa chuma. Mzee yuko makini saa zote. Anaishi kinyamera na hao watu kuuzaji madawa kulevya. 원래 저러고 주무셔. Tulia bana, lala hapa. 허리 아프게. Umesikia Anjusi? 나 누워서 주무시는 거 한 번도 못 봤어. Je, lalaga chini nini? Haujaiona tukilala chini. Wewe si mgeni, njoo. Anjusi, unaweza lala hapa. Okay. 거 아니고. Nitalala sana leo asi. Kitanda nafikiri kitanda cha Buda. Asubuhi. Kama kawaida jamaa lazima pimawe shaba. Na jeshi la babake linafanya mazoezi kila siku. Na wewe jaribu. Mimi?
Okay. Wewe nafikiri kama vile nataka kulima na temea mikono. Wewe tulia, uwezi, ngoma ni ngumu wewe. Chele anafanya utana. Pima risasi zinaenda bure. Mzee akatoa amri, akaleta mwanamama huyu. Jamani acheni jamani. Sasa anafanya utani. Huyu mama akaletwa nataka kuuawa. Tazama kitu kinatendeka hapa, kuna kitu ambacho nataka kufurisha dogo. Jamani acheni, nimekosea nini? Nataka kwenda, baba akamzuia. Akauma Manguri. Mume wake alitoroka na madawa ya kulevya. Sasa tunamuua. Mama anasema yeye msiniue. Lakini baba, mama hawezi fanya hivyo. Nimesema apigwe risasi auawe. Manguri lazima afe. Baba hapana. 아니잖아요. Nimesema ni order, apigwe risasi afe. 모두가 죽어야 하는 게 내 법칙이고 지배하려고 하지. Lakini baba, mimi sioni kama anakosa mwanamke. 용서라는 걸 좀 해보시라고. Huwezi kumsamehe hata kama ana makosa. 어떻게 지켜내는지 Nimesema anapigwa risasi. Hiyo ni sheria. Kachomoa basola. Baba please usimue. Please. Pochai nisaidie jamani, Pochai. 좋아요. Akasikiliza baba. Nipe mtihani. Nikishindwa mtihani huu, muue mwanamke. Nitapima shabaha bila kukosea. Yale matunda mawili. Ile target mbili unanipa bila kukosea. Nikikosea muue kama sawa. Kwa maisha ya mwanamke huyu yako mikononi mwake. Akikosea mwanamke anauawa. Akipata mwanamke anakuwa salama. Kumbe ni dinga alikuwa anataka kumuingiza Charlie kwenye utendaji wa kazi. Ha. Kwenye usira ziko fresh, anampenda mama maana toka utotoni ndo alikuwa akimlea. Haya. Okay. Akaseti mtambo. Akafunga macho. Akiwa anajua anatetea roho. Alipojua ni roho anatetea, we. Alifurahi. Piga. Jamaa wako anashika kipara, hapa ndipo alipojua kumbe sehemu sio sehemu ya utani. Sehemu ya utani kule jikoni cheza na mwiko na kipikicho, lakini huku hamna utani. Mama anashangaa. Kapima huko na huko hajakosea. Mzee akajua kweli yuko fiti kijana. Ni hajaamua tu, na maana ikifika pa kuamua anaweza kufanya mambo. Si mchezo. Katupa basola pembeni. Alafu akaamua kuisha zake kwa hasira sana. Walobaki pale kila mtu alitafuta kona. Hata mpisha kona. Ngoja nikachezee jikoni huku. Huko hakuchezewi. Hakuna nia kumuua mama, bali tu ilikuwa ni moja kati ya tekniki. Kachali kangu anapenda wachumba. Talipokuwa amekaa ghetto alikuwa anawaza. Binti mrembo namna hii nimeona picha yake kwa Hanjusi. Tampatia wapi? Wapi nitampatia? 사단다는 게 말이 되냐? Akawa anajiuliza maswali mengi sana. Mawazo kibao kichwani jinsi ya kumpata mchumba. 넌 서울이란 곳에서 Basi mawazo akawa ni mengi sana. 행복하게 살고 있겠지? Hapi anapoishi binti atampata vipi? Inawezekana kule alihisi mji mmoja, huko ndio anaishi kule ambako alienda siku moja. Asikio mama kuna vitu alikuwa anatengeneza. Lakini basi kumbe kuna kikosi cha ONI kilikuwa kinatia timu. Visa vya uzaji wa madawa kulevya vibaya kila mara huwa wanavamiana. Kuna kikosi kimoja kilikuja leo kuvamia katika nyumba ya kina Monchai. Monchai na habari, jamaa alikuwa anamtengezea redio. Akamwashia redio, unaionaje? Kumbe kikosi kikubwa kimeingia na Machale akasikia kitu mzee, ni ghafla tu akainama, kamchukua Anjusi akamlaza chini. Mama ilikuwa ni Baraka, heka kitanda. Chume kalia, mama naye ameshasikia kalala chini. Ule mama wa jirani ambaye mara nyingi amekuwa akimsaidiaga mara kwa mara. Nyumba imevamiwa mzee, Chume inalia. Biashara mara kulevya si mchezo. Wow. Haya baba Okay. Tatua. Piga nyingine. Wakati huo mtaalamu ndo alikuwa anakuja, Mr. Park Chan. Anashangaa kwake umevamiwa. Alijua Ponchai atakuwa kwenye shida. Ponchai! Akachukua kikosi mjomba. Sasa ni kimbembere, kumekucha. Watu ni uwi punda kule, kuku kule. Kumekucha hapo bushi, mzee umevamiwa na genge la uzaji madawa kulevya. The drug deal. Yeah! Hapo sasa mzee, usipime moto. Haya baba. Ponchai kalala chini. Kajifanya kama vile mededi. Anageuka mzee. Wewe. Kumekucha. Chaki mambo. Wakati unazubaa, wewe unazama ndani.
Shi. Wewe. Kitu. Yuko fiti mbaya. Ponchayo anashangaa kila anayetumwa kirudi ni kitu. Pima Shabaka inama kapiga wa kwake. Bushate. Piga katokana upande wa pili. Yera. Wewe. Mambo hayo. Usipime. Hai. Piga risasi mzee. Anawapiga watu wake akajibanza kwenye kona moja. Iko fiti, kafundisha ujeshi toka akiwa mtoto miaka kama 10 namna hii. Iko makini, yuko mukide. Kamkosa. Sasa ile mama akaona kama vile Ponchata ako kwenye shida. Ndo kosa. Ponchai angalia nyuma yako. Akatoka maskini. Poncha mama rudi. Akapigwa ya tumbo. Maskini ya Mungu le mama. Bele macho Ponchai. Wezi amini ngoma hii. Alo. Paka chini. Ase. Akawahi kwenda kumtazama mama huyu. Ni sawa na mama kwake, kipindi chote amekaa naye. Alikuwa kimuona kama mama. Wakati huo, Park Chan na kikosi yake wametia timu. Piga risasi walobaki wanatafuta pa kusepa. Mlango kukacha ni upi? Che! Maskini Ponchai anakuwa na chini ya amini kama ni kweli umama huyu. Mangusuri. Maskini Mangusuri. Ndio hivyo tena. 눈 좀 떠봐. Fungua macho Mangusuri. 눈 좀 떠봐. Fungua macho please. Tafadhali fumbua macho. Why? Amna kitu. Halo. Alichukua basi bunduki anasema naenda kuwamaliza bastard. Na wamaliza wote wapumbavu hao. Siacha hata mmoja. Yunsung anakwenda. Baba namba usiende peke yako utaweza. Yunsung jina la Kikorea. Monchai jina la Kithailand. Wow! Anakuja mjomba dogo ni noma. Hehe. Piga risasi makima subirini. Wakati baba anafuata nyumba wewe siende watakuwa. Bale kapigwa bomu. Ile eneo ni noma mzee ametega mabomu kila kona. Mtu mmoja kapewa kitu. Kwamba usiende kichwa. Wambaki wawili wanazidi kukimbia. Anakuja dogo nyuma mzee. Hey! Hello. Mara anapiga baraka akakanyaga bomu. Akishusha mguu inatokea mlipuko ana dedi. Kwenye target kwenye 18. Mambo hayo. Ase. Takupima shaba. Why? Zimeisha. Kwa akinua mguu atalipuka, akikimbia analipuka, anampima pale pale. Kwenye target dogo anapewa nzito. Mara kitu. Hey, nani huyo? Bullshit. Park Chan dingi ametia timu. Wewe. Ha. Na mali kwa namba dogo ache wenge asikii. Balando hilo sasa. 이성을 잃는 순간 Alimkumbusha vipi muona? 수 있는 거다. Baba, lakini uchungu alionao. 구하려고 했을 때 놈들의 싹을 아예 없애버렸어야지. 싹을 남겨놓으면 네가 죽는 거야. Okay. Inua mguu unakufa. Kwa hiyo inabidi utulie. Ndingi akachomoa kisu. Amsaidie dogo. Ni mwanajeshi, masuala kutega na kutegua mabomu anafahamu. Lakini pia hii jambo pia inahitaji umakini. Mabomu katega mwenyewe. Mambo hayo. Halo. Mzee anategua sasa ile bomu. Ile anategua kategua beka. Piga bomu mzee. Akamkinga bwana mdogo. Ile bomu likambaraza yeye. Bullshit. Jamaa kabidi mbebe baba yake anampeleka nyumbani. Baba! Ni analia kama mtoto mdogo. Baba usife tafadhali. Baba usife. Wow. 널 살렸으니 이깟 다리 하나 좀. Baba hali yake ni mbaya, nyingi zinamtoka. Take this drug.
Anambia inabidi mumpatie dawa. Daktari anasema damu nyingi sana zinatoka, mtakafia hapa. Damu nyingi zimeshatoka. Mzee anasema nipeni kisu. Kisu? Anambia ndio. Hamna kisu, akampa mkasi. Haya. Kuna pisi ya chuma imeingia kwenye mwili wake. Anambia katika bega langu la kushoto. Hebu toboa hapo. Kuna risasi iko. 아빠. 누군지 던져. 벽을 박으면 총알을 따. Unaisikia risasi? Toa iko ndani ya mwili wangu. Hiyo inaonekana imeingia ndani. Che. Inabidi atoboe hapo. Afu damu iko ndani kwa ndani, kwa anatoboa itoke na ile damu. Au! Haya. Alitoa ule upisi wa chuma. Kama hiyo song. Naomba nisikilize kwa makini sana. Nataka nikueleze kitu. Mzee aliona iko siku atakufa ghafla, simwambie mtoto ukweli. Pote hata kama bado acha mwambie. Anasema nataka nikueleze ukweli kuhusu baba yako mzazi. Alishangaa. Baba yangu mzazi? 내 친아버지라뇨? Unamaanisha nini baba yangu mzazi? Anasema miaka 17 iliyopita. 조우의 배신을 당한 명예 Watu 20 waliweza kusalitiwa wakafa kwa ajili ya ardhi waliozaliwa. Ardhi ya kwao. 부상당한 네 아버지가 Tulitumwa katika operation na babako alikuwa ni miongoni mwa watu hao. Babako alikufa hakati alipokuwa kitaka kusaidia maisha yangu mimi. Anazidi kumpadisi kwamba babako alipigwa risasi ambayo ilikuwa nipate mimi. Na risasi hiyo ilimpelekea babako kupoteza maisha. 내 어깨에 박힌 총알이다. 내가 악자까지 사는 이유, 날 살리고 죽은 네 아버지. Anasema babako alikuwa karibu na mimi na nilitamani sana kufanya kitu niweze kulipiza kisasi. Kwa hali iliyotendea, maana ilikuwa ni njama ya kifo chake na wengineo ilikuwa ni kama njama. Yunsa. 넌 살아서 Wewe unaishi mpaka sasa. 네 아버지와 Mimi sijui itakachotokea, lakini lazima ulipize kisasi kuhusu maadui zako, maadui wa baba yako. 그래서 Charlie anataka kujua zaidi. Waliomsaliti ilikuwaje? Hili jambo ni gumu sana kumwingia akilini. Nataka unilipize kisasi. Hali yake ni mbaya, nguvu zimemwishia, kazimia. Fanya haraka jamani, tumsaidie. Lazima alipize kisasi, na maana inabidi arudi Korea. Kutoka kwa Thailand sasa, huku kusini mashariki. Kusini mashariki mwa Asia. Basi baadaye mzee alikuja akapata fahamu, akawa anasikia afadhali, alimpa Charlie DC yote. Dogo akaanza kukumbuka, kwanza namkumbuka mama alivyokuwa kimuita Pochai. Yule mama alipigwa risasi. Ni sawa na mama kwake, alimsaidia sana. Hawezi kumsahau. Hilo ni sawa. Hili lingine sasa ambalo baba amemwambia kwamba anatakiwa kulipiza kisasi. Anakumbuka tu matukio kadha wa kadha alikwisha kutokea, hata ule mlipuko. Wakati mzee naye kule ndani, naye anakumbuka siku ambapo rafiki yake alikufa. Moyuli. Usikufe rafiki yangu, sife. Anakumbuka kilio ambacho mama yake na Punchai alicholia siku alipomwiwa Punchai akiwa ni mdogo. Anasema msore, nisamee maana sikuwa na chaguo. Hili ndio chaguo lilikuwa limebakia. Lazima nimtoroshe mtoto ili aje kulipiza kisasi baadaye. Punchai iko na picha mkononi, alishaiunganishaga picha mbele chano lakini aliunganisha. Anataka kujua habari hizi. Sasa akiwa yote yameshakusha kutokea. Kitu kimoja tu aliambiwa mama amekufa. Lakini sisi tunajua kwa mama yake akufa. Na maana atakuwa bado anaishi kule Korea Kusini. Sasa anataka apate kidhibitisho ili aende kwa amani huko Korea. Lazima apate kidhibitisho. Kwa watu ndo aliuniliaga babangu mzazi. Anasema ndio, the 5 men, watu 5, kamati moja jeshi. Watu 5 ndo walihusika katika mpango huu. Naam. 아무도 모르는 곳에서 다시 한번. Nitakwenda kukutana na nani ambaye nitaanzia wapi? Taishije huko? 마지막으로 한 가지만 묻겠어. Lakini labda nikuulize kitu kimoja.
엄마 mama yangu 살아있습니다. naye anaishi? Yuko hai mama yangu? Hilo ndo swali lingine la mwisho. Alimjibu kwamba ndio, mama yako anaishi. Basi kampa nguvu na appetite ya kutosha ya kwamba sasa atakwenda, kwa sababu mama yake anaishi yuko kule. Sicho tu, atakwenda kwa ajili ya mama. Kama ni kulipiza kisasi atalipiza, sawa, hana mzigo sana katika, lakini kwa sababu mama yake anampenda lazima aende. Alimwaga jamaa yake bwana Anjusi, lazima aondoke 나 이제 변할 거야. na kwenda kubadilika sasa. 그게 내 운명이야. Na hii ni hali yangu, lazima nibadilike. Basi alichukua pipa kutoka huko kusini mashariki mwa Asia, bara la Asia, hatimaye anaingia tena ndani ya South Korea. Miaka 7 Republic of Korea, jinsi mambo yalivyoweza kubadilika. Kuna mambo fulani likuja katokea, tutajua kama tunazidi kusonga, lakini dume ameshaingia ndani ya Korea Kusini. Sasa amekuja kutake revenge, hasa kuhusu watu 5 waliohusika na kifo cha babake na askari 20 ambao waliuawa kwa njama kule ndani ya Korea Kaskazini kipindi kile cha mwanzo, akiomba baba yake. Pia anahitaji kujua habari za mamake mzazi, anaishi katika mji, yuko katika mazingira gani, yuko wapi. Ni tamu hii. Oh! Hii ni sehemu ya kwanza ya kitu ambacho anakiita City Hunter. Amekuja kuwainda watu huku mjini. Ni ya full respect family hiyo, na kusiendelea kufuatana nami kuanzia hapa mpaka atakapokwenda kuhitimisha. Naye ni fupi tu kama hiyo nyingine, hatutaenda mbali sana. Na episode zote tunazo mkononi. Alimpigia simu baba. Baba ananiambia mtu wa kwanza kukutana naye jamaa mmoja anaitwa Ling Kuyung. Huyu ndo anaweza kukupa msaada na vitu vingine. Na usije ukasahau kuhusu habari ya kifo cha babako. Na kwa sasa utakapokutana na mtu huyo, usimwambie chochote kuhusu habari ya kifo cha babako. Jifanye kama vile umesahau. Hana maana kubwa. Please tafadhali naomba niache hapa. Hiyo ni taxi. Haya. Anaomba muache hapo. Basi Chalia akashuka hapo namna hiyo. Basi hapa ni mjini kabisa. Kwanza ni mgeni katoka kule bushi kwenye matembo na nini. Hapa ni mjini. Akawa na shanga jinsi watu wanavyocheza, mazingira mjini ni tofauti. Ameyapenda sana. Kaja kwa ajili ya kazi. Ufahamu wake wakili ukalenga vitu vichache. Kwanza kijana anaingia katika wakati ule ujana. Kuna vitu kadhaa vikaanza kuingia katika ufahamu wake wakili. Kwamba watu wote waliomzunguka hapa wanaweza kuja kuwa damu tupu. Wakati nyuma yake kulikuwa kuna binti moja mrembo sana. Binti sio alikuwa kwenye matangazo gani? Kama vile kuna promotion fulani inafanyika. Amefumba macho. Hisia zake zinakwenda mbali. Binti huyo alikuwa anagagawa vikaratasi na nini. Ni mzuri kweli binti huyu. Wow. Siku hizi wabombe tunaweka pembeni. Tunahamia Korea. Wachumba Korea usipime. Sasa muda mwingi ukapita, jamaa akiwa amekaa pale. Alikuwa anatafakari vitu vingi sana. Labda sikuambie ni vitu gani anatafakari. Ila tu tuishie hapa katika sehemu ya kwanza. Kitu na kita City Hunter kutoka Full Respect Family DJ Murphy. Chini udhamini watu kibao kutoka pande nyingi za Tanzania na kusi tena katika safari nyingine ndefu ya kigongo kipya kabisa ambacho kinaitwa City Hunter. Usinikose, endelea kunisoma katika City Hunter. Advertisement tukio tutakayokutana nayo huko mbele. Hebu itazame kwa umakini ili kupe motisha na jinsi ya kutafuta kuendelea kusoma katika sehemu inayofuata. Bonge ya picha wanaita City Hunter. Jinsi atakavyoweza kulipiza kisasi, nini kitatokea, kuna mikasa mizito ya kimapenzi, habari ya mama yake. Viongozi wale 5 watawafanyia nini, mambo kibao. Na usipime mkono unaotokea hapo mbele. Kila kitu kiko fresh. Haya. Wow.